Ni usiku usiosahaulika kwa wanasimba. Unamwekea Boko, John Boko, John Afar, Aruna, Aka, Chama! Ni usiku ambao mnyama aliisimamisha Afrika na kuthibitisha kuwa yeye ni mwanaume. Ndio kwenye ardhi ya Tanzania, bendera ya Tanzania inapepea vyema. Wananchi wa Tanzania mamilioni kwa mamilioni tunapata faraja, tunapata heshima, tunakwenda robo finali. Hakuna muujiza AS Vita pamoja na uwezo wao, lakini nafikiri ngoma imelala hii. Hakuna aliyewaza kama siku hii ingekuwa ya kihistoria. Ni siku ambayo kilio na vicheko viliungana kwa pamoja. Siku hiyo hapakuwa na mpanzu wala Anicet Oura. Libase Geye alikuwa zake shule akimkimbia mwalimu asimchape bakora. Kabla ya mechi, matumaini kwa wanasimba hayakuwa makubwa, kwa kuwa walikuwa wanakutana na timu bora sana kwa kipindi hicho. AS Vita ya Yane Kibangara, Tuisila Kisinda, Kazadi Francis Kasengu, unaachaje kuogopa kwa mfano? Ila wanaume walijivika mabomu, wakasema liwalo na liwe. Mzee Mbaba Haji Manara naye kama kawaida yake akasema kufa au kupona. Tunaingia katika mchezo huo na kauli mbiu inasema do or die, na tuiweke katika lugha ya Kiswahili. Kauli hii ilizarisha hamasa kubwa mithili ya ile ya Kinjekitile kwa askari wake. Wanasimba wakaujaza uwanja wakisubiri kufa ama kupona, kama kauli yao ilivyosema. Mbungi ilianza na mnyama akatanguliwa bao. Uwanja ulikuwa kimya, huku sauti za Wakongo zikisikika kwa mbali. Lakini ile kauli ya do or die nadhani iliwaingia vyema wachezaji. Ndipo walipotambua kwamba kuna mamilioni ya Watanzania na watazama. Mnyama alianza kupeleka moto. Ndipo Mohamed Hussein Zimbo Junior akawainua mamilioni ya Watanzania kwa kusawazisha bao. Matumaini yakaanza kurudi. Mnyama akaendelea mdogo mdogo kupeleka moto. Dakika 89 ilisikika sauti ya mtangazaji ikilalamika mithili ya mtu aliyetaka kuchinjwa. Irisha Tanzania wani. Aruna, John Afar Boko, Aruna baba, Aruna mwekea Boko, John Boko, John Afar, Aruna, Aka, Chama! Chama baba! Bao hilo alilolifunga mwamba wa Lusaka lilikuwa ni la thamani kubwa sana kwa taifa, kwani ukiachana na furaha ya wanasimba siku hiyo, pia ndiyo safari ya kupeleka timu 4 ilipoanzia. Simba ikajizolea umaarufu mkubwa sana kwa kipindi hicho, na ndiyo ikawa safari ya wao kukaa top 10 ya pale vilabu bora barani Afrika. Hakika historia hii haitofutika kamwe kwa wanasimba na Watanzania kwa ujumla. Mimi ni Saadi Ulimwengu.